katika utekelezaji wa Agenda 1030, kilimo ni biashara, yenye lengo la kukuza sekta ya kilimo mpaka kufikia 10% ifikapo mwaka 2030. Baadhi ya wakulima wameonekana wakitekeleza ajenda hii kwa kasi sana. Huyu ni mkulima Bwana Godlove Yona kutoka mkoani Dodoma, wilayani Bahi, kata ya Mundemu. Ni moja kati ya wakulima ambao wameamua kutekeleza ajenda hii kwa kuhama kutoka katika kilimo cha mazoea kwenda kilimo cha kisasa. Lakini ameweza kufanya hivyo baada ya kupata elimu kutoka kwa afisa kilimo wa kata ya Mundemu, Mary Alois, aliyempa elimu ya umwagiliaji wa kisasa, yani drip irrigation, ambapo ameweza kupata nafasi ya kuweza kulima eneo kubwa kwa kutumia mabomba maalum yenye kumwezesha kufanya namna hiyo ya umwagiliaji, kitu kilichomwezesha kuweza kupunguza matumizi ya muda, lakini pia kupunguza gharama za matumizi ya umeme na kuweza kuajiri vijana kadhaa. Hakika utajifunza mengi. Jina langu ni Barton Zeno. Karibu. Wanasema kilimo ni uti wa mgongo. Na leo nipo mkoani Dodoma, wilayani Bahi, kijiji cha Mundemu. Jina langu ni Barton Zeno. Nipo na mkulima Mr. Godlove Yona ambaye anafanya kilimo kikubwa, large scale farming. Huyu ni mkulima wa mazao ya biashara lakini pia mazao ya chakula. Historia yake ni ndefu sana. Hakika itakuhamasisha wewe ambaye unatamani kuwa mkulima mkubwa katika taifa hili la Tanzania au popote ulipo duniani. Karibu. Mr. Godlove, tunaona kilimo chako ni kikubwa sana na wengi wanatamani lakini wanashindwa kujua waanzie wapi. Kwa hiyo ningependa uweze kuwaelezea namna ulivyoanza na mpaka hapa ulipofika. Pengine wapo watu ambao watapata moyo wa kuanza kufanya kilimo kama hiki. Karibu. Kilimo sio jambo gumu sana kama una nia ya kufanya jambo hilo. Na ukiwa na nia ya kufanya kilimo ni rahisi sana, na hasa kama utaweza kuwatumia wataalamu wa kilimo ambao wako jirani ya eneo ambalo unaenda kulifanyia kazi. Kwa hiyo sio jambo gumu sana kama utatumia wataalamu ambao wako katika eneo lako. Ni kazi nyepesi sana. Kwa hiyo tungependa kujua ulianzia wapi, ulianzaje, ulipitia changamoto gani kwa ufupi sana mpaka hapa ulipofika na mpaka ulipokutana na mtaalamu aliyekuelekeza kufanya hiki kilimo. Mwanzo hapa tulianza na rafiki yangu miaka 5 iliyopita. Lengo kubwa ilikuwa ni kufuga kuku. Na bahati mbaya kuku hatukufanya vizuri sana. Lakini baadaye tukafikiri kwamba nini cha kufanya. Lakini mwenzangu baadaye aliamua kuondoka. Hakutaka kuendelea. Lakini katika hali ya kuangalia nini tutafanya, nikawaza kufanya kilimo cha bustani na mazao ya nafaka. Tulipoanza mwanzo kulima mazao ya bustani na mazao ya nafaka, ilikuwa ngumu sana. Tulianza kulima kienyeji sana kwa sababu kwanza hatukutumia wataalamu. Na tulikuwa tukipata shida kubwa sana. Wakati ule tulikuwa tunatumia bomba ambalo lipo kama hivi. Huu ni mfano tu wa hilo bomba ambalo tulikuwa tunatumia, ambalo tumetumia kuunganisha kwenye maji kule kwenye kisima, alafu unaenda unamwagilia kila mshina. Unamwagilia kila mshina. Kama ni nyanya ni pale kwenye mshina. Sasa kwa kufanya vile huwezi kulima kwa eneo kubwa. Kwa hiyo ilikuwa kazi kubwa sana. Sasa baada ya muda fulani tukapata taarifa kwamba kwenye hii kata ya Mundemu kuna mtaalamu wa kilimo. Kwa hiyo nikafanya juhudi kumpata. Na nilipompata sasa ndipo alipofika hapa, akatuelekeza namna gani ambayo ni nyepesi ya kilimo ambayo unaweza ukafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo sasa baada ya kufika hapa nikamwambia, bwana, juu ya kilimo unachotuelekeza mbona ni gharama kubwa sana. Lakini akatuambia kwamba hii ni kitu rahisi sana. Na alipotueleza na kutuelekeza namna ya material, mahitaji yanapatikana vipi na gharama zake na nini, kumbe tukaona ni kitu rahisi kumbe. Tukaanza kuingia kwenye mfumo wa kilimo cha dripping irrigation, ambayo sasa tumeweza sasa kwa kufanya hivyo, kutoka kulima kwenye kaeneo kadogo tumeweza kulima eneo kubwa zaidi, japo sio kubwa sana, lakini tumeweza kufunga mifumo ya umwagiliaji kwenye eneo lenye ukubwa wa eka 4, ambako mwanzo tulikuwa tukilima kienyeji, ambako tulifanya kilimo kama
almost ilikuwa ni kama nusu heka tu, ni kilimo kidogo sana. Na hiyo nusu heka pia bado ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kuhama kutoka kwenye kitu kimoja kwenda kitu kingine ni changamoto sana. Ndio. Na wewe umesema ulikuwa unafanya kilimo kidogo ukaja kwenye kilimo kikubwa. Ndio. Mwingine anaweza akatishika kwa sababu nategemea ulipata wakati mgumu sana kutoka kwenye kilimo kidogo kwenda kwenye kilimo kikubwa. Sasa ulipitia ugumu gani hapa kutoka kilimo hiki kidogo kwenda kikubwa ili pengine mwingine anayetamani kujifunza asiogope na yeye aingie kwenye uthubutu? Changamoto zipo. Kwa mfano kutoka kwenye kilimo kidogo kusogea mbele kidogo, changamoto zipo za mitaji. Lakini kwenye kilimo huhitaji kuanza na sehemu kubwa sana, hapana. Anza na sehemu ndogo ambayo una uwezo nayo. Zeni hiyo sehemu ndogo inaweza ikakufanya uendelee zaidi. Lakini hiyo sehemu ndogo uifanye kitaalamu. Ukiwatumia wataalamu ambao watakusaidia kuelekeza, sehemu ndogo inaweza kusababishia ukaenda sehemu kubwa zaidi. Labda swali la kumalizia ili tuweze kwenda kuyaona mazao yenyewe ambayo unalima. Ndio. Pasipo au bila kuonana na mtaalamu wa kilimo, je, unategemea ungefika hatua hii au ungeshahama kabisa kwenye kilimo? Ni ngumu sana, ni ngumu. Huenda ningekuwa nimeshahama Mndemu. Kwa hiyo kiufupi, wakulima wote ni muhimu wakutane na wataalamu wa kilimo ili wabadilishe kilimo chao. Kwa 100% kwamba na washauri wakulima wengi, kama sio wote, lakini niseme wakulima wote, kila mtu anayetaka kulima akutane na wataalamu wa kilimo. Bila kukutana nao hawa watu huwezi kuendelea. Kwa maana mimi nilivyokuwa nikilima, nilipoanza kulima na kwa sasa nilipofikia, ni moja kwa moja. Kama nisingewapata wataalamu wa kilimo, muda mrefu ningekuwa nimeshaondoka hapo. Kwa sababu sio jambo jepesi la kujianzia mwenyewe, hapana. Unaweza kulima heka moja, tuseme zigizaga, lakini ukapata mafanikio madogo sana. Lakini unaweza kulima sehemu ndogo sana kwa kutumia gharama ndogo ukapata faida kubwa. Kwa hiyo wakulima wote na washauri wawatumie wataalamu wa kilimo ambao wapo katika maeneo yao. Mtazamaji, kabla ya kwenda kuyaona mazao, niseme kitu kimoja. Ni muhimu kwa wakulima wote kuweza kufanya kila namna waweze kukutana na wataalamu wa kilimo, kwa sababu pengine kuna wengi ambao kilimo chao tayari kimeshakufa na wameshakata tamaa, lakini kumbe wangekutana na wataalamu wa kilimo wangepiga hatua kubwa. Sasa nikukaribishe tuweze kwenda kuona mazao sasa ambayo ndiyo yameshalimwa mpaka sasa yanatarajiwa yakomae na yaweze kuingia sokoni kwa ajili ya biashara na chakula. Hakika tumeweza kupata nafasi ya kuweza kuona baadhi ya mazao ambayo yamepandwa katika shamba hili. Mazao haya ni kama vile vitunguu, nyanya pamoja na mahindi ambayo yameweza kukuzwa kwa kutumia namna hii ya kisasa ya umwagiliaji, yani drip irrigation, iliyoweza kumsaidia mkulima huyu kupunguza gharama za matumizi ya umeme, lakini pia kupunguza gharama ya matumizi ya muda, lakini pia kuweza kutoa nafasi ya kuajiri vijana wengi ambapo wameweza kufanya kazi kwa kutochoka kiasi kwamba washindwe kuendelea kufanya kazi kwa uweledi zaidi. Hakika utajifunza mengi. Karibu. Kuongezea ni kwamba namshukuru sana Rais kwa sababu amewawezesha maafisa kilimo kupata vitendea kazi. Kwa mfano pikipiki, vipima udongo, ambapo tunafaidika kwa maana kwamba ukipima udongo inakuwa rahisi kujua kwamba eneo lako limepungukiwa jambo gani na uongeze kitu gani. Kwa hiyo Rais pamoja na serikali yake yote ninaipongeza kwa juhudi zote ambazo wanazifanya kwa ajili ya kuwawezesha wakulima. Naipa heko serikali yetu sana ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tumepata nafasi ya kuweza kumsikia afisa kilimo wa kata ya Mundemu akiweza kueleza namna ambavyo amekutana na mkulima huyu na kumpa elimu ambayo imemwezesha mkulima huyu kulima kilimo hiki kikubwa. Hakika utajifunza mengi kupitia yale machache ambayo afisa kilimo atazungumza. Karibu. Majina yangu naitwa Mary Alois Mwiwa, ni afisa kilimo wa kata ya Mundemu. Niko hapa shambani kwa mkulima Godlove Yona. Kama ambavyo tumeweza kuona mkulima wetu amejielezea, mimi awali nilifika katika eneo hili nikamkuta mkulima huyu akilima kilimo cha mazoea cha kawaida. Lakini nilipoona kwamba ana eneo kubwa na asset kubwa, ana eneo la ekari 18,
ana kisima, ana maji ya kutosha, ana tenki, alafu vitu anavyovifanya haviendani na aseti zake. Mimi nikaona hiki kitu sio kizuri. Kwa utaalamu niliokuwa nao nikajaribu kuendelea kumshauri, kwa sababu nilikuta amepanda matikiti, amechimba mashimo ya kawaida tu yale ya kukatua na jembe, wakawa wameweka mbolea samadi, mbolea ya kuku na kuweka mbegu direct. Mwenyewe akashuhudia. Walipanda matikiti 5,000 lakini alipona matikiti 3,000, 2,000 yalikauka. Lakini upande wa mboga pia zilikuwa ziko katika hali ya kawaida tu. Kwa nikawa nimejaribu kuongea naye kwa kitaalamu namna gani anaweza akalima eneo dogo na kuvuna mavuno mengi. Kwa nikaanza kumuelekeza kwa njia ya kilimo hifadhi, namna ya kuchimba lile shimo la kilimo hifadhi. Mfano upande wa matikiti, shimo la urefu wa futi 1, unatia samadi kilo 1, unachanganya na udongo, unakuja unaweka mbegu yako. Nikamwambia ukitumia hii njia matokeo yako yatakuwa ni mazuri zaidi. Kwa nikawa nimemshauri njia nyingine ya kutumia drip, yani umwagiliaji wa njia ya matone. Kwa nikawa nimemuelekeza, bahati nzuri naye akanielewa, akafurahia hicho kitu. Kwa hiyo tukawa walianza kwa kuchimba mashimo ya kilimo hifadhi, wakakusanya samadi, wakaanza kupanda matikiti kwa njia ya kilimo hifadhi kabla ya drip. Wakati huo alikuwa anasema anaendelea kujipanga, kujitafuta ili akipata fedha ajazie aweze kuanza mfumo wa matone moja kwa moja au drip irrigation. Kwa kweli hakukawia, kwa sababu ya ile mwitikio aliyokuwa nao mkubwa, akawa ameanza hiyo shughuli, akanunua hizo drip. Kama hivi tunavyoona, mafanikio ni makubwa. Sasa hivi ana uwezo wa kulima eneo kubwa. Hivi nilivyosimama hapa shambani, eneo la ekari 4 kati ya zile 18 limepandwa kwa kitaalamu, na anamwagilia vizuri, sio kwa tabu, ni kufungulia tu zile koki, matone yanadondoka wakati huo akiendelea na shughuli zingine. Kwa kilimo kwake kimekuwa ni chepesi, cha kitaalamu, chenye matokeo makubwa ukilinganisha na hapo awali. Kwa tunaona kutoka ekari 18 na sasa hivi amelima ekari 4 kwa kitaalamu kwa njia ya drip. Kwa kuna eneo bado kubwa limesalia, lakini hizi 4 kabla ya hapa alilima kama nusu eka tu, eneo dogo, lakini maji yapo ya kutosha bila matokeo yoyote. Ni washauri na wakulima wengine, wakulima wangu wengine wa kata ya Mundemu na wengine watakaosikia au watakaoona video hii, tujifunze kupitia mkulima wetu Godlove Yona. Vile ambavyo amefanya, amekuwa ni mtu ambaye msikivu, anasikiliza maelekezo ya kitaalamu ya afisa kilimo, anazingatia. Kwa usikivu wake tunaona hata ameweza kufikia mafanikio makubwa kama ambavyo tunavyoona mwenyewe anavyojieleza. Hii imemsaidia sana. Kwa ni washauri pia na niendelee kuwaasa wakulima wengine, hata hao wakulima wangu wa Mundemu, nje ya Mundemu, kupitia huyu yakawe ni mabadiliko, na sisi tukajifunze, tubadilike, tutoke kwenye kilimo kile cha mazoea hata kwenda kwenye kilimo cha kitaalamu, kilimo cha kibiashara chenye manufaa. Tulime eneo dogo lakini tupate kipato kikubwa. Sio tunalima tu kienyeji, unalima eka 3, unapanda kwa kurusharusha, inakuwa umelima eka 3 lakini umepanda eka 1, wewe hujui. Kwa maji mengine yanapotea bure. Lakini mbali na hapo, napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kutuwezesha maafisa kilimo. Ametupatia pikipiki, tuna uwezo wa kuwafikia wakulima kiurahisi na kuwahudumia. Lakini pia ametuletea vipima udongo. Kwa tuna uwezo wa kupima afya ya udongo, na nikamshauri mkulima. Inatusaidia sisi kujua afya ya udongo na kujua sasa kitu gani kimepungua kwenye udongo huo, na ninamshauri mkulima kitu sahihi kwamba kutoka hapa sasa ardhi yako hii ina upungufu wa madini ya nitrogen, nenda katumie NPK au tumia mbolea zenye nitrogen kwa wingi. Kwa hii imeturahisishia sisi katika utendaji wetu wa kazi. Kwa naamini kupitia support tunaweza tukafanya zaidi na zaidi. Na mimi nitaendelea kuifanya kazi yangu vizuri, nitaendelea kuitumikia serikali ya Tanzania. Niwakaribishe tuendelee kuja kujifunza. Hapa sio mbali kutoka Dodoma mjini, ni karibu sana, tuko wilaya ya Bahi, kata ya Mundemu, sio mbali sana. Mkulima yoyote, mwananchi yoyote anayetaka kujifunza, tunamkaribisha Mundemu. Asanteni sana. Pongezi sana kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kwa kuwawezesha maafisa kilimo wa maeneo mbalimbali nchini Tanzania kiasi kwamba wamekuwa na uwezo wa kuwatembelea wakulima hata wanaopatikana katika maeneo ya vijijini kabisa. Jina langu ni Barton Zeno. Mkulima ni Bwana Godlove Yona. Wewe mkulima, usiache kupambana, kwani taifa linakuzingatia na kukujali sana ukiwa kama mzalishaji wa chakula na muongezaji wa kipato cha taifa. Asante.